Movie inafungua na kutuonesha dogo mmoja anaitwa Sam anaingizwa ndani ya gereza lenye ulinzi mkali sana, na hii ni mara baada ya kukutwa na hatia mahakamani na kifungo chake ni miezi 6 ndani. Baada ya ukaguzi na kuvishwa nguo za wafungwa, anaingizwa ndani ya selo, lakini ndani ya selo yake anakutana na mfungwa ambaye anaogopa kukaribiana wala kumuona mtu yoyote, jambo linalomfanya Sam kushangaa ni kwa nini jamaa huyu huwa anaogopa. Siku inayofuata gerezani, Sam anagundua kuwa hapa gerezani kuna mtu anafahamika kama Corin anayemiliki kundi kubwa sana la majambazi ambao huwa wanamnyanyasa sana ule mfungwa ambaye anaishi naye ndani ya chumba kimoja. Wakati anaendelea kupita hapo gerezani, akagundua kwamba kuna mfungwa mwingine anaitwa Brandon alikuwa akicheza draft, lakini Mwamba anasuasua. Sam ikabidi kumchezea pale. Mwamba alipoona Sam ana uwezo mkubwa, akatamani kufahamiana naye. Sasa tunaonyeshwa ni usiku tena, Sam akiwa yuko ndani ya gereza, anakutana na yule dogo ambaye anamuogopa sana. Akamwambia, "Kwa nini unanoa kisu?" Akasema kwamba, "Sasa hivi nanoa kisu hiki kwani nitakapokutana na Corin nitamuondoa maisha yake, kwani amezidi kuninyanyasa hapa gerezani." Alfajiri na mapema, genge la Corin likawa linakuja kumchukua huyu mrembo anaishi ndani ya selo moja na Sam, lakini Sam akajifanya alikuwa anagombana naye. Polisi wakaja wakawatenganisha katika selo hii na kuwapeleka selo nyingine kabisa. Jambo hili likawa limemsaidia huyu jamaa wa Sam kuwa sehemu salama. Sasa bwana Brandon akagundua akili kubwa sana ya Sam katika kuwasaidia watu wengine, akajikuta anafurahia tu. Baada ya wiki moja wakawa wanarejeshwa katika selo zao zile zile, lakini Brandon akamwahi Sam na kumwambia kwamba ni vyema akajilinda mwenyewe binafsi kuliko kuingilia ugomvi wa watu wengine, kwani ili gereza ni hatari sana na kundi la Colin linatisha sana. Baada ya manyanyaso kuzidi, yule bwana anaishi na Sam akaamua kujiua. Sasa Mwamba Colin akabakia na upwilu kinyama, yani anakaanza kutafuta ni nani ambaye atakuwa mzembe aweze kuanza kutoka naye kimahaba. Sasa akagundua kwamba Sam ni mwanaume pekee ambaye anaweza kaanza kumtumia. Baada ya Sam kugundua kwamba Colin ana mpango na yeye, ikabidi kwanza kunoa zana zake, kwani alijipanga kukabiliana naye kisawasawa. Hawezi kuwa mrembo wa mtu hapa gerezani. Colin na genge lake wakawa wanakuja kumchukua mrembo Sam, lakini Brandon akawa ameingilia kati na kichapo kiliweza kutembea hapo ndani, na mwisho wa siku Colin aliweza kupoteza maisha yake. Baada ya hapo kila mtu alianza kumwogopa sana Sam, kwani ana ulinzi mkali, lakini Mwamba huyu ambaye anafahamika kama Brandon alimwambia Sam amwahidi kwamba baada ya kutoka gerezani atampatia ulinzi. Na miezi 6 inapita gerezani, Sam akawa anatoka akiwa bikra bado chini ya ulinzi wa Mwamba Brandon. Ile anatoka tu anakutana na jamaa mmoja anaitwa John ambaye anamkabidhi barua na kumwambia kuwa hii ni kutokea kwa Brandon. Baada ya kuichukua, anagundua kwamba barua ilikuwa inamkaribisha katika kundi la kigangster jingine ambalo liko nje ya gereza, na kuanzia hapo akamkabidhi Sam nyumba na atatakiwa kuitumikia nyumba hiyo. Kumbe huu ndio mkataba ambao alipewa Sam kwamba atalindwa gerezani ili aweze kutumikia kundi la kigangster la Mwamba Brandon ililopo nje ya gereza. Sam akiwa katika jumba hilo la kifahari anashangazwa na kukuta kuna thiraa humo ndani, mavazi ya kutosha, lakini ghafla anasikia honi. Akafungua mlango kuja kucheki, anakutana na mrembo mmoja ambaye akamkabidhi simu na pesa za kutosha. Akamwambia kuwa simu hiyo utaitumia kuwasiliana na Brandon kule gerezani na maelekezo mengine yatafuata mara baada ya hapo. Baada ya kufanya mawasiliano na Brandon kule gerezani, akamwambia Sam aelekee kwa mwamba anaitwa Franklin ambaye alimkabidhi silaha zaidi. Kisha baada ya hapo Sam akakodi helikopta. Akiwa juu ya ndege akamteka pilot na kumwambia kuwa ageuze na kuelekea katika gereza ambalo Brandon anapatikana. Baada ya Brandon kusikia mungurumo wa helikopta kuelekea ndani ya gereza, ikabidi kumteka mlinzi na kumlazimisha kufungua milango ya gereza. Wakati huo aliendelea Sam kuwapa vichapo wale walinzi ambao walikuwa wakilizunguka gereza, na mwisho wa siku akafanikiwa kutoroka pale gerezani. Baada tu ya Brandon kutoroka gerezani, mpango uliofuata ni kwenda kuiba dhahabu katika hazina kutokea katika eneo la mgodi, na huu mpango wakashirikisha genge zima la Brandon, na mpango ukawa umeanza wa kufanya wizi huo. Lakini kabla ya tukio, Brandon akampeleka Sam katika pati moja kubwa sana. Sam akapata nafasi ya kwanza kuzungumza na yule demo anayefahamika kama Sona. Sasa akiwa anapiga story, kuna mwamba akaja na kumsukuma Sam katika swimming pool, na kwa sababu Sam hajui kuogelea akajikuta anaanza kukauka humo ndani. Bibi Sona akaruka ndani ya maji na kuweza kumsaidia Sam. Kwa kitendo kile cha fedhea, kila mtu alikuwa akimcheka Sam. Kwa kuona kwamba amezalilishwa, akaamua kuondoka kabisa pale kwenye pati. Lakini akiwa njiani, Sona akampa lift na kumtoa kabisa eneo lile na kumpeleka katika mgahawa wa Kichina, ambako huku wakaanza kupiga story wakiwa peke yao. Sona akamwambia Sam kwamba watu wote wanadhania kwamba yeye ni girlfriend wa John, yule kiongozi wa kundi hilo la Kinyampala, lakini ukweli ni kwamba kuna dili tu imetengenezwa kwa sababu yeye ni mhamiaji katika nchi hiyo na kuna mpango wa kupiga pesa ndefu sana. Basi wakarejea nyumbani na kutumia usiku pamoja, lakini wakati huo Sam amemwambia bibie kila kitu kumhusu. Lakini Mwamba Brandon alipofika asubuhi na kukutana na Sam, akamsina kumkata
akamkataza kabisa kukaribiana na Sona, akimwambia kuwa ni msichana hatari sana kushirikiana naye, ana mipango ya siri. Akamtoa eneo lile na moja kwa moja akampeleka katika eneo la mgodi, ambako huko akamuonesha plani nzima ya wizi utakavyoweza kufanyika. Akamwambia kazi yako Sam ni moja tu, kuhakikisha kwamba hakuna batani yoyote ya alamu itakayominywa wakati wa tukio la wizi, na endapo kaniangusha akamwekea alama ya vidole viwili katika kichwa chake kwamba atamwangamiza. Wakati lamani nzima inachorwa namna gani utakwenda kufanya wizi, katika kikao hichi alikuwepo Josh, yule mwamba aliyemsukuma Sam katika swimming pool, na baada ya hapo ugomvi mzito ukawa umetokea na Brandon akausimamisha. Sam akiwa yuko bored akaelekea katika night club, ambako huko akafanikiwa kumwona Sona akiwa ananyanyaswa kimahaba. Sasa akatoa bunduki yake na kumtishia yule mwamba aliyekuwa kimnyanyasa, kitu ambacho Sona akakalaumu sana na kusema kwamba asisubutu kuonesha bunduki kwani kitakuja kuleta polisi kitendo hicho. Baada ya kutoka night club moja kwa moja akaelekea katika fukwe za bahari. Sona akavua nguo na kuanza kuingia kwenye maji akimsibwa na Sam kumfuata, lakini Sam akasema nina hofu kubwa sana ya maji. Sona akamtia moyo, lakini Sam mwisho siku fall in love na wakaingia na akatumia muda wao pamoja kimahaba. Baada ya mahaba mazito ya usiku, bibie Sona akamkabidhi cheni yake ya samani sana mwamba Sam na akamwambia hii ni cheni ya bahati. Kamwe katika maisha yako usimwamini mtu yoyote, hata mimi pia. Lakini Sam akamwahidi kwamba hatofanya hivyo, lakini yeye atakuwa akimwamini. Mwamba Sam akiwa tayari ameingiliwa na haba akasema kuwa baada ya kukamilisha wizi huu mkubwa na hakikisha kwamba naondoka na wewe Sona na kwenda kuishi binafsi. Lakini Sona akamkataza na kumwambia kuwa asije akasubutu kutoroka, kwani Sam hawezi kuruhusiwa hata siku moja kutoroka katika genge hili la kijambazi linalomilikiwa na John. Hayawi sasa akawa ametimia. Hii ndio siku ya wizi mkubwa kuweza kufanyika. Sam moja kwa moja akapenya na kuingia ndani kabisa mifumo ya CCTV kamera. Hapa akazima kamera na kuruhusu milango yote ifunguke bila password. Lakini Brandon na kundi lingine la majambazi wakawa wanalazimisha walinzi na kuwafungia katika vyumba. Valangati zito likatokea mara baada ya Josh kumpiga mmoja kati ya walinzi risasi, kitu ambacho kikaibua tension kubwa na kusababisha polisi wafike eneo hilo haraka sana. Kutoroka katikati ya mapolisi haikuwa rahisi, kwani mmoja kati ya gangster aliweza kupigwa risasi na kupoteza maisha. Walipofika kwa John akaandaa mpango wa kwenda kuziuza hizo dhahabu. Yule gangster aliyekuwa amepigwa risasi na polisi akawa anachomwa moto na hili kundi la magangster kuhakikisha kwamba hawaachi kabisa ushahidi wala alama za vidole. Sonia akiwa katika jumba la kifahari akaletewa ujumbe kwamba Mr. John amegundua mpango wake wa yeye kuweza kutoroka na akamuonya kwamba asisubutu kutoroka. Kumbe huyu mlinzi alikuja kwa lengo la kumwangamiza kabisa Sonia baada ya kugundua hilo akapambana na yule mlinzi na mwisho wa siku akafanikiwa kutoka ndani ile nyumba. Brandon na Sam wakiwa wanarejea nyumbani wakashtukia kwamba polisi wamezingira nyumba zao. Kumbe ulikuwa ni mpango wa John kuhakikisha kwamba mara baada ya dili anawasaliti. Kitu hicho akawa amekigundua. Wakiwa sehemu ya maficho na kuamini kwamba hakuna mtu atakayeweza kuifikia sehemu hii, mwamba Brandon akachukua kiasi cha pesa na kumkabidhi bibie Sonia na kumwambia kuwa aipelekee familia ya marehemu kama pole. Lakini bibie Sonia akaikataa ile pesa na kumrudishia Brandon, kitu ambacho kikamkela sana jamaa. Akaanza kumpiga vibao bibie Sonia, jambo ambalo likamuumiza sana Sam na kujikuta na react kwa kile kitendo ambacho anakifanya Brandon. Lakini Brandon akamsii mwamba Sam na kumwambia kuwa wewe sasa ni gangster, unatakiwa kujizuia na hisia ama vimiemko vidogo vidogo hasa vya watoto wa kike. Sawa. Bibie Sonia akiwa amejificha sehemu akayasikia mazungumzo hayo na kukasirika sana. Lakini baada ya hapo mwamba Sam akamfuata Sonia na kumwambia kuwa amesikia tofauti, lakini Sam hana mpango wote mbaya zidi yake. Basi maelewano yakawa ni hafifu sana. Sasa kia hapa hotelini mwamba Brandon akawa amevamiwa na mlinzi wa John ambaye alimwekea bunduki kichwani na kumwambia kuwa dakika mbili nyingi atakuwa ameutawanya ubongo wake. Brandon akamshawishi sana huyu mlinzi wa John kwa kumwambia kuwa asimuue kwani atamlipa kiwango mara mbili alichoadiwa na John. Basi jamaa likawa limekubali na likatoa mpango wa asili wote ambao John anaupanga na sehemu ambao anakwenda kufanya dili lake la kibiashara. Kundi la Brandon moja kwa moja likaenda kufanya uvamizi mahali ambapo John alikuwa akifanya biashara na wakafanikiwa kuwaua magangster wote wa kundi la John na mwisho wa siku akamteka John mwenyewe mpaka huku mafichoni. Walipopata taarifa juu ya dhahabu zote zilipoweza kuhifadhiwa wakamuua John na kujiandaa tayari kutoka nje ya mji. Wakiwa ndani ya boti tayari kwa kuondoka, Brandon akamnyanyulia silaha mwamba Sam na kumwambia kuwa sikuamini tena. Lakini Sam akamwambia kuwa kwa nini usizitesti hizo dhahabu kujua kweli ni za kweli. Lakini Brandon alivyoweza kucheki akagundua kwamba dhahabu zile kumbe ilikuwa ni vyuma tu. Brandon akiwa amepatwa na hasira, ghafla simu ikawa imeita. Alikuwa ni bibie Sonia ambaye akamsii Brandon na kumwambia kwamba kama ukijaribu kumpiga risasi Sam, basi nawapigia simu polisi na hatima yako ya maisha itakuwa imeishia hapo. Brandon baada ya kugundua kuwa dhahabu zote zimechukuliwa, akawa hana chaguo zaidi ya kumsukuma Sam katika maji, akiwa anatambua wazi kabisa Sam hawezi kuogelea. Lakini dakika chache mbele akaenda akamsaidia yeye mwenyewe Sam na kumtoa nje ya maji. Sasa swali likawa ni kwa nini hujatoroka mara baada ya kugundua kuwa dhahabu zote unazoweza
wewe mikononi mwako? Ila Sam akajibu kwamba umenisaidia mara nyingi na msaada wako hauna kipimo, ndio maana nikabaki na wewe licha ya kwamba dhahabu zimechukuliwa. Sam akamwambia Brandon, nilijua tu kwamba siku moja ungenisaliti na kuzitaka dhahabu zote, ndio maana nikatangulia kuzichukua, lakini sikutaka kupoteza. Kwa hiyo mimi nitakupatia mgao wako wewe Brandon, naomba uende. Brandon akawa ameondoka, lakini tunaonyeshwa Sam akiwa yuko na bibie Sonia, na hapa wanaenjoy tu maisha yao. Baada ya bomba Brandon kupokea mlungula wake wa pesa, akahama na kuhamia katika mji mmoja mdogo sana, ambako huko akaanza kuishi maisha ya kawaida. Lakini bahati mbaya ni kuwa polisi waliweza kumgundua sura yake na mwisho wa siku akamkamata. Brandon akiwa gerezani akapokea ujumbe kutoka kwa Sam. Ujumbe huu uliambatana na siri za kwamba kuna dhahabu sehemu amezihifadhi kwa ajili ya Brandon atakapokuwa ametoka gerezani, lakini akamsihi kuwa mvumilivu, asitoroke hata kidogo. Akamtumia na picha ya Sonia ikiwa inamuonyesha Sonia ni mjamzito. Kwa lugha nyingine, Sam anatarajia kuwa baba sasa. Mimi naitwa DJ Paul 0622113984. Kama una tangazo lako unaweza ukanicheki. Kumbuka tu gusa alama ya subscribe, kigongo kinachofuata ni hatari kuliko hiki.